Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza alhamdulillah, ndugu zangu, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ihsani na mapenzi yake kutujalia kuamka salama. Maana ndani ya kulala na kuamka Allah subhanahu wa ta'ala anafanya maajabu mengi, na hii ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu anawaamsha wakiwa wagonjwa na kuna wengine anaamsha wakiwa wazima. Hizi zote anafanya nidhamu Allah subhanahu wa ta'ala. Usiku na mchana anauleta Allah subhanahu wa ta'ala. Kupata na kukosa analeta Allah subhanahu wa ta'ala. Kumuumba huyu anaona, huyu haoni, anaomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini makusudio ambayo nimekuja leo, ndugu zangu, tukumbushane katika ibada, katika imani, tukumbushane katika ibada. Haya maisha tunayoishi, ndugu zangu, tunapita. Ndugu zangu, walikuwepo wenye nguvu kuliko sisi, walikuwepo wana pesa kuliko sisi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala wote amewadidimiza. Ukiangalia kisa cha Nabii Musa na ndugu yake Haruni, Mwenyezi Mungu alimjalia pesa nyingi, yani unaambiwa dhahabu za kutosha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamua alifanyaje? Alimdidimiza yeye na mali yake. Unaambiwa funguo ya bwana Haruni wanabeba watu 15, wewe funguo, jiulize hiyo mali inakuaje? Kwa hiyo yote nizamu anafanya Allah subhanahu wa ta'ala. Usione kuwa wewe huna kitu ukasema bwana mimi Mwenyezi Mungu akupendi. Mwenyezi Mungu anakuepusha na mitihani. Mwanzo leo ukapewa hela, mwisho wa siku ukagongwa na gari kafa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipotuumba sisi wanadamu hakutuacha hivi ndugu zangu. Alituumba sisi, lakini akatuletea jambo la ibada. Ibada ni jambo kubwa ambalo mwanadamu akishikamana nalo na hiyo ibada, basi atakuwa mcha Mungu ambaye Mwenyezi Mungu atampenda zaidi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hajaangalia sura ya mtu katika ulimwengu alioumba. Ameangalia takwa, mcha Mungu. Uwe hata utavyokuwa, uwe Masai, uwe Msukuma, lakini kama wewe ni mcha Mungu, ni kwa Mwenyezi Mungu ni bora zaidi. Kwa ndugu zangu, shima alaikum, tumekuja kukumbushana katika jambo la ibada, kwa sababu sisi ni maiti watarajiwa. Muda na saa yote Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kutuchukua. Akikuchukua, je, umejiandaje? Kwa sababu maisha ya akhera yanategemea maisha ya dunia. Uliishije? Ulifanya mema gani? Uliwasaidia watu? Ulitoa zaka, ulitoa sadaka? Uliwasaidiaje watu? Kwa hiyo shima alaikum ndugu zangu, tuishi katika misingi ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaitaka. Tusiishi tunavyotaka nafsi zetu, kwa sababu leo unakufa wewe ukiwa uko dhalili, na Mwenyezi Mungu anakuwa hajakupokea vizuri. Maana Mwenyezi Mungu ameumba vitu viwili, kupata kukosa, usiku na mchana, kuona kutokuona. Kuna watu wana masikio kama wewe lakini hawasikii. Wengine wana masikio kama mimi lakini hawasikii. Kuna mwingine ana mdomo kama mimi lakini haongei. Yote Mwenyezi Mungu anafanya hivyo kututofautisha maana yake. Kuna mwingine amezaliwa mlemavu tu haoni, kuna mwingine amezaliwa hana miguu. Yote ni nidhamu anafanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kikubwa ndugu zangu, turudi katika makusudia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, umeumbwa kwa sababu gani? Na umeletwa duniani kwa sababu gani? Ukilitambua hilo, utakuwa mja mwema ambao Mwenyezi Mungu atakulizia, na ameumba pepo na moto. Wewe unachagua mwenyewe, niende peponi au niende motoni. Kwa hiyo hiyo iko ndani yako. Kwa hiyo kwa uchache ndugu zangu, tulikuwa nakumbushana katika imani kuwa tumche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu haya maisha tunaishi machache. Leo una pesa, kesho huna, kesho utakufa, una pesa zote unaziacha. Na Mwenyezi Mungu ametuumba sisi kwa makusudio maalum tu kuja kufanya ibada. Na tukifanya ibada ndio Allah subhanahu wa ta'ala ndio atatulizia katika pepo yake ya janna. Firdaus. Wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.